Tanzania imeingia kwenye mvutano mkali kati ya teknolojia na haki za binadamu baada ya Meta, wamiliki wa Instagram na WhatsApp, kufuta akaunti za wanaharakati Mange Kimambi na Maria Sarungi. Hatua hii imeibua swali kubwa. Je, ni utekelezaji wa sera au ni juhudi za kuzima sauti za ukosoaji wa serikali? Chanzo cha sakata hii ni picha na video za vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29. Mashirika ya haki za binadamu yanadai zaidi ya watu 1000 waliuawa, lakini serikali haijatoa takwimu rasmi. Wanaharakati wanaita huu ushahidi wa unyanyasaji. Serikali inasema ni upotoshaji. Meta inadai akaunti hizo zilifutwa kwa kuvunja masharti mara kwa mara, lakini haijataja machapisho gani hasa yaliyoenda kinyume. Hii inazua maswali. Kwa nini hatua hii ilikuja kilele cha mjadala wa maandamano mapya yanayopangwa Disemba tarehe 9? Je, Meta inafanya maamuzi kwa kufuata sera na kanuni zao au imepokea shinikizo kutoka kwa serikali ya Tanzania? Ni kwa nini akaunti zinazounga mkono serikali hazijafungwa? Msemaji wa serikali Gerson Msigwa anasisitiza madai hayo yaonyeshwe ushahidi. Lakini serikali yenyewe kupitia kwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba imetoa hesabu ya uharibifu wa mali na miundombinu, lakini haijatoa ripoti huru ya majeruhi wala vifo vilivyotokea katika siku na baada ya uchaguzi, jambo linalofanya wananchi waone ukosefu wa uwazi na ukweli. Wakati Tanzania ikijibu kwa tahadhari, Marekani imekuja na kauli kali isiyo ya kawaida. Inasema demokrasia nchini Tanzania inaporomoka na wanakagua upya uhusiano. Hii inaweka shinikizo la kimataifa juu ya hatua za serikali na usimamizi wa haki za binadamu. Kwa hiyo, mjadala mkubwa si tu kufungiwa kwa akaunti. Swala kuu ni nani anaoamua mipaka ya uhuru wa kujieleza mitandaoni Tanzania: Meta, serikali au wananchi wenyewe?